السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته كل الميامين وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma na si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu ambao tunaendelea kufuatilia mada zangu, ama siku ya leo nilikusudia, nadhani niliahidi kwamba nitazungumzia ambayo sihrul mahabba. Sihrul mahabba ni yapi? Ni ile sihri ya kumfanya mtu ampende, ima mwanamke apendwe kupitiliza, yani mwanadamu ashinde kuyafanya mambo yake, moyo wake uende tofauti, yani mtu apende kinyume na kawaida ya mwanadamu. Basi hii ni sihrul mahabba. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo wa kwenda kumroga mwanaume, akaenda kule akamfanyia mambo yake ili yeye mwanamke apendwe kuliko maelezo. Lakini pia si mwanamke peke yake, mwanamume anaweza akamroga mwenzi wake mwanamke, lengo na makusudio apendwe. Hii inaitwa sihrul mahabba. Na hii mtu akiwa anacho hii uchawi wa sampuli hii hawezi kujikontrol, hawezi kujihimili, hawezi kujizuia. Yani nini, mnaweza mkaona makosa kwa mwinginewe, lakini yeye labda mwanaume kwa mke wake kaishampigia hiyo sihrul mahabba, kaishamroga, kaishamnuia fulani asile, asinywe, asilale, asifanye kazi, hivyo nimekuliwazia mimi kwangu, asione baya, asione tatizo la aina yoyote. Au mwanamke akafanya hii, au mwanaume akamfanyia hivyo mke wake, basi hata kama mwanamke yule atachomwa kisu, hata kama mwanamke yule atadhalilishwa, au mwanamume yule baba yake atapigwa, atatukanwa, atashushiwa heshima zake, atafanya mambo ya ajabu, yawezekana mpaka akazini, lakini mwanaume atakuwa hana uwezo wa kumzuia mke wake. Lakini pia mwanamke na yeye mwanaume anaweza akawa anafanya hivyo, akapeleka mwanamke mpaka ndani, akalala naye katika kitanda chake, anashushwa mwanamke, anaambiwa lala chini, mimi nitalala juu. Hii sihrul mahabba nayo ipo, na hii sihrul mahabba nayo ipo, watu muielewe. Lakini pia sihrul mahabba hii na sehemu ya pili ni kuhusiana, inaweza kijana fulani, tunamwona kijana ana adabu, ana heshima, ana mambo mazuri, watu wamsema vizuri, wakitaka kumharibia basi anaondoka mja, anaenda kwa watu wabaya, anaenda kwa masahiru, watu wachawi, wale washirikina wale. Basi wale washirikina akienda kumroga kijana yule, anatupiwa sheitani, yule kijana anakuwa anapenda pombe labda. Hata usileje katika kumzuia kunywaji wa pombe, yeye atakuwa anakunywa pombe, na hata mweke dawa gani, yeye hata kunywa pombe, kwa sababu ile ni pombe ya kuongezewa, ameipenda pombe ile. Kila kitu, hawezi kulala bila ya pombe. Lakini sio hiyo, anaweza akafanywa mtu akaenda katika masuala ya uvutaji wa bangi, katika masuala ya uvutaji wa madawa ya kulevya, yani akahama kabisa katika kupenda. Hii ni sihrul mahabba. Lakini pia mtu anaweza akarogezewa kupenda muziki, akarogezewa kupenda maasi, akarogezewa kupenda mambo ya matamanio mbalimbali. Maskini, kuna watu wataka kuharibu mabinti wa watu. Mama anasifiwa, binti wake wana sura nzuri, ana mtoto ana mvuto, basi jamii ikimuona anavutia, malaika masaa 24 wanasogea katika nyumba ile, basi yule mtoto anampiga sihrul mahabba, ambayo ni sihrul mahabba, anakupiwa sheitani wa kupenda zinaa. Binti huyo utamkuta akimwona Ali ampenda, akimwona Maiko ampenda, akimwona Sultani anampenda. Ni binti ambaye anashindwa maskini ya Mungu kujizuia. Kwa hiyo unajikuta mtu anafanya maovu, maskini binti, badala jamii ifikirie. Siku zote sheria inasema unaloliona jambo limeenda tofauti na kawaida, ujue kuna jambo. Lakini sisi wanadamu sijui tunajifunza kitu gani, jamii ya leo sijui inajifunza kitu gani. Binti tangu darasa la kwanza alikuwa na adabu, anaondoka mpaka darasa la 7, alhamdulillah, binti alikuwa na heshima. Ghafla unashangaa, au kijana alikuwa na heshima, unashangaa ameanza form 1, form 2, alikuwa na mambo mazuri, ana maendeleo mazuri. Basi kufika pale unashangaa hapa binti kameanza kuwa prostitute, ameanza kuwa kanatamani wanaume, vijana, hakalali, hakatulii. Baba mtu utapiga, mama mtapiga, jamii itapiga, lakini binti hatoacha na atakuwa katika
hali ya kawaida. Ndugu zangu Waislamu na wale msio Waislamu mnaofuatilia habari zangu au mnaofuatilia darasa zangu, binti huyu ni mgonjwa, binti huyu anatakiwa kutibia. Huyu binti anatakiwa kutibiwa, lakini cha ajabu jamii ya leo ikimuona binti kama huyu, badala ya kumvuta na kumsaidia kutaka atibiwe, basi wanaanza kumsonta vidole na kumtaja baba yake hana malezi, mama yake hana malezi, na kuanza kuutaja ukoko ubaya. Lakini pia kijana anaweza akajikuta ameachana na masuala ya kusoma tena, akaanza kutenda maovu, akawa mvuta bangi, mvuta madawa ya kulevya. Kijana hashikiki katika mtaa, visu ndio vya kwake, mapanga ni ya kwake, yani anapenda matukio ya ajabu ajabu ya ajali. Huyo naye badala wake kukaa chini na kufikiria kijana huyu ana matatizo, sasa hapa anaumwa, amepigwa sihirul mahaba, uchawi wa kupenda jambo fulani, anatakiwa akatibiwe. Jamii badala ya kumsaidia wanamcheka mzazi wake, wanamcheka baba yake na kuona kana kwamba wazazi wale hawana malezi. Ndugu zangu, nimependa na hii sihiri nayo tuielewe na dalili zake. Dalili ya mtu kumuona kwamba huyu ana sihirul mahaba ni pale ambapo mtu anashindwa kujizuia kutokana na jambo fulani. Jambo anaweza akawa halipendi. Nimefuatwa na kijana mmoja, kijana huyo alikuwa ni mwalimu, akanielezea matatizo yake, yeye akafundisha sehemu mbalimbali, lakini kijana huyo yeye hawezi akaepukana na zinaa, na tena anataka azini na wanafunzi. Na kwa sababu gani? Ana degree, kila shule anapendwa, anasoma vizuri, ana uwezo wa kusomesha na kufanya, lakini walipotaka sasa kumshusha, kumkata nguvu kabisa ya kutaka asifundishe na kumpachika sifa mbaya mbele ya jamii ili aonekane ni kijana asiyefaa, kadhalika wazazi wake wadhalilike, waone ile pesa waliokuwa wakitafuta isionekane thamani yoyote, wakampiga sihirul mahaba. Alhamdulillah, alipokuja tulishughulika naye kwa visomo, na kijana huyo mpaka sasa yuko salama na alhamdulillah anaendelea na mambo yake ya kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, hii sihirul mahaba hata kwa walimu pia mashuleni, ukiona akionekana mwalimu anafundisha vizuri, ana adabu, ana heshima, haya mambo basi anaweza akapigwa sihirul mahaba, ukajikuta anaanza kuruka na wanafunzi, anaruka na wanafunzi. Kwa hiyo yote hiyo nikutaka kutoa katika amani yake. Naomba nimalizie kwa dalili tu, ni kwamba mtakapomuona mtu yeyote anapenda kitu kuliko kawaida yake, anapenda jambo kupitiliza kipimo, hata kama azuiliwe, mkatumia dawa, mkatumia maneno ya busara, lakini asizuilike, tambua hapa kuna sihirul mahaba, basi anatakiwa mtu huyu asaidiwe, asomewe na apewe dawa mbalimbali. Ukimwona kijinti anapenda mziki sana, mtu au wewe una mke wako anapenda maswala ya michiriku, kuruka, kwenda kwenye masherehe, ndio sehemu zake, kupitiliza kipimo. Kwenda kwenye sherehe si mbaya, lakini akapitiliza, yeye kila sherehe ya kwake, iko Dar es Salaam ya kwake, iko Morogoro ya kwake, iko Mwanza ni ya kwake, asipohudhuria sherehe na ukimnyima vurugu ndani, basi jua mke wako ana mtihani, anatakiwa kutibiwa. Ndugu zangu Waislamu na wale sio Waislamu, nimependelea leo tuzungumzie sihirul mahaba. Wabillahi tawfik, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika mada nyingine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.